Yes, my friend, I greet you. I believe you are okay. Yes, basi tusome neno la Bwana kupitia Mathayo 7. Tayari hapo umesharudilia hata hiyo andiko, sababu wengi ni kama kabisa wanajua andiko hili moyoni, lakini neno la Bwana alijazeka mpya kila siku. Na mimi najua maneno ambayo Mungu ataongea na wewe hapa kwa dakika chache sana itakuwa mpya na itakusaidia. Tuisome. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Hii siyo story, hii ni ukweli ambao umeishi, sababu maandiko ni ukweli ambao sio pingine, ni ndio na ni amini. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Unajua muda mwingine unaweza ukaomba mtu kitu na akupatie, lakini na kile ambacho unaomba hata moyoni mwako ukaseme faa makosa, nimemwomba pesa kidogo, kumbe na ungeongeza angekosa zile pesa, ama angekosa nia kupatia zile pesa. Muda mwingine unaomba mtu hauna na mahusiano mazuri, akakunyima, ama akupendake, apende kabila yako, apende nchi yako. Una mtu ambaye asili yake asipatia mtu ambaye sio ndugu yake. Mwingine anakuambia mimi nampatia tu mke wangu, nampatia tu mume wangu. Mwingine anaweza pia anakosewa, na kuna kitu kingine ambacho unaweza ukakiomba na ukakikose duniani. Uombe tu hivi milioni 1, uombe hivi, muda mwingine inaikosekana kabisa. Lakini huyu ambaye ameandika hapa ni mtu ambaye sio mtu. Hii maneno ni maneno ya Mungu. Na huyu ambaye ametuambia si tumuombe sio mkosefu, ni mtu ambaye anabeba kila kitu. Yaani hata ikitokea kuna mtu ambaye ana milioni 1 basi ya kupatia, yeye ndio amempea. Yaani kusema nini? Aliyetuambia tuombe nasi tutapewa ni yule ambaye ana uwezo wa kufanya hata vile ambavyo vikuwepo, kama vile Warumi wanasema. Ni yule ambaye ana uwezo, ambaye ukimuomba unaweza kumuomba hata basi milioni 1, yeye anaona ikufalia na kupatia milioni 2. Unaweza kumuomba milioni 2 na akaona kama milioni 2 ni kidogo, anakupatia milioni 100. Na si kwamba hawezi pia akamuima mtu, lakini kuima ya Mungu na kuima ya watu, Mungu akikunyima kitu ama mtu akikunyima kitu sio kitu kimoja, hapana. Mtu anaweza kukunyima kwa roho mbaya, anaweza kunyima kwa chuki, anaweza kunyima kwa uchoyo tu, hata kama kuchuki. Lakini Mungu akikunyima kitu, aliona tu kwamba akija kufalia. Yes. Anaona kama hujastahimili kukipata. Na hii sio vibaya. Mungu akinyima milioni 1 sio vibaya. Yaani anaona kama mimi milioni 1 haijaweza nisaidia. Inaweza kaniua labda. Inaweza kanifanya nimsahau labda inaweza kufanya wewe uingie katika mambo mabaya. Kwa hiyo Mungu akikunyima kitu fulani hivi, yani pia amekubariki. Kwa hiyo Mungu hawezi akakunyima ili kwamba, nataongea Kiswahili kimoja ambacho kitasikilikana sana kibaya kisi wanasemaka yani ukunye kabisa, yani akutese sio hivyo. Yani akutese sio hivyo. Yani hata kama basi ikifanana na mateso, aruhusu. Kuna watu wanapitia kabisa ukame, ana pesa kwa muda fulani. Yani hata katika ukame wa hiyo wakati, unafundishwa tu, Mungu anaifanya, anataka kumwandaa, kumtengeneza, akimpea. Hiyo kisi ya kutunza. Aliyetuambia tuombe ni sababu ana uwezo ya kupana. Aliyetuambia tumlalamikie sababu alijua ya kwamba tunaweza tukamwomba kitu chochote kile na akakipana. Yes. Aliyetuambia tuombe alijua kwamba watu ambao nimewaambia waombe, nimeingia katika riski. Sababu hii andiko hapa ikuseme ombeni tu pesa, hapana. Katika ombeni nanyi mtapewa. Tena mimi nataka nirudilie tu, niko natizama hapa ili kwamba nionyeshe nguvu ya hii andiko. Ombeni nanyi mtapewa. Kabla sijaendelea hata huko, ombeni nanyi mtapewa. Yaani Mungu alijua kwamba
Kuna mtu ataomba pesa, kuna mtu ataomba ndoa, kuna mtu ataomba afya, kuna mtu ataomba safari, kuna mtu ataomba aongoze, kuna mtu ataomba upako wa hiki, upako wa huduma, ulinzi wa ugoni. Lakini alichokisema ya kwamba ombeni nanyi mtapewa. Yani hakuwa na babaika. Yani Mungu hababaiki katika ili lolote. Ndio maana andiko linasema lolote mtakaloomba kwa jina la Yesu mtalipewa. Lolote tena, katika lolote, katika hili lolote hakuna class, hakuna klasi ya watu. Hakuna klasi ya watu, hakuna klasi ya watu. Sema nyinyi ndio muombeni, hawa msiombe. Sasa ninyi wanene ndio muombe, ninyi wembamba ndio muombe. Hapana, hapana. Yani nyote mnatakiwa kuomba kwa jina la Yesu. Sasa yeye Mungu ndio anajua anakupatia nini ambacho kinakufalia na kwa muda gani. Sasa kuna watu ambao wanadharau kuomba sababu hawakuona. Kuna watu ambao wanachoka kuomba sababu hawajaona. Wanasahau ya kwamba kuna kuomba ndio pia kuna kupewa, lakini pia kuna kupewa kizuri na kwa muda mzuri. Hello, anaongea hapa si mtu ambaye vyote ambavyo anawaza ameshavipata. Hapana. Lakini anaongea hapa ni mtu ambaye anaamini ya kwamba vile ambavyo nimeomba na vile sijaomba. Na nikwambie tena akinipea, ananipea hata akinipea, yes, ananipea hata zaidi ya jinsi nilivyoomba, sababu Mungu anajua kile ambacho kinatufalia, na kile ambacho kinatufalia akitupea ni kizuri, ni kia thamani zaidi ya kile ambacho sisi tumeforce. Ndio maana muda mwingine wengine wanaforce, wanaua, wanaiba, na alifanikiwa kupata pesa. Anafanikiwa kupata pesa. Yes. Sasa tujiulize, amebarikiwa? Neema. Hajabarikiwa. Omba utapewa. Lakini pia tafuta. Maandiko yanasema tafuteni nanyi mtaona. Yaani maombi haitoshi, tafuta. Sasa ukiishia hapa kwa ombeni nanyi mtapewa na hautafuti, hapa unatafuta kumuona Mungu kuwa muongo, japokuwa maandiko yanasema yeye si muongo. Yeye si muongo ilikuwa badanganye. Yaani pia una nafasi ya kutafuta, usifunge mikono ndugu yangu. Tafuta. Na katika kutafuta pia hapa hakukuandika utafute nini. Nataka ongea nini? Au kuambiwa utafute tu kazi ya namna hii. No. Katika kutafuta unatakiwa kutafuta kile ambacho unakitaka. Yaani si unataka kuolewa? Ya wanatafutanga mume. Haujui kama wanatafutanga mume. Tengeneza tabia yako. Muombe Mungu. Unataka kuoa? Tengeneza tabia yako. Jipange. Tafuta mali. Sivyo? Tengeneza tabia yako. Sasa ukioa, mke anafanyaje? Utamfikisha wapi? Barabarani? Tafuta. Fanya kazi. Unataka nini? Safari. Tafuta pesa. Unataka nini? Fanya business. Tafuta. Usiombe tu na ukafunga mikono. Hapana, tafuta. Sababu imeandikwa mkitafuta nanyi mtafanya nini? Mtaona. Hapa inasema bisheni nanyi mtafunguliwa. Nitaka sasa tubakia. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Yaani milango ya Bwana haijafunga kama vile stadi ya football. Sababu muda mwingine stadi ya football inatumika tu wakati kuko competition, stadium inatumika tu wakati kuko competition yoyote. Hapana, milango yake inasikana iko wazi, sababu yeye ndio
anatuhakikishia, anaturasireke, mubishe nanyi mtafunguliwa. Yani kusema nini? Muda wote tutagonga kwenye mlango wake, yeye atafungua. Sasa yeye ndio anajua akifungua, tukiingia mule ndani vivi tunaenda tafuta mule, atatupea dakika gapi baadaye, saa ngapi baadaye, atatuweka kwenye viti, na huko kwenye viti ambao tutaingia tunakaa hapo, kwa tutakaa kwenye viti, ataanza kumsaidia nani, atamuingiza nani wa kwanza, wa pili, wa tatu, hivyo na hivyo, na atampatia kila mtu nini, na humo ndani muko nini. Yani katika maisha ya kutafuta, katika maisha ya kuomba, kuna kitu ambacho ni cha thamani sana kukifuata baadaye ya kutafuta. Na katika kutafuta, kubisha. Usishie tu kutafuta kuomba, na usishie tu kutafuta, bisha. Tengeneza marelation. Pigia watu simu, ongea na watu vizuri. Kama una cheti ya shule, una cheti ya shule, aya, nenda upeleke karatasi kwenye kampuni, usifunge mikono. Na katika ili andiko, mpendwa, haikuandikwa ya kwamba nyinyi wasomi ama nyinyi ambayo mna wandugu ambao wana jina, ambao wako kwa level fulani hivi ndio mnatakiwa kuomba. Hapana. Ama kutafuta ama kubisha, hapana. Yani unaweza kuwa uko na cheti yako mikononi. Cheti ni karatasi, sisemi haina thamani, lakini sio ile ndio nakufanya kuwa candidate wa kuomba na kupata na kubisha na kufunguliwa. Nasikia? Sio urembo ndio nakupatia nafasi ya kupata hivi vitu ambavyo kutoka kwa Mungu. Hapana. Hapana. Neema ya Mungu ina nguvu. Neema ya Mungu ina uwezo, ina urahisi zaidi ya cheti. Unaweza kuwa uko na cheti ya shule au una kwa familia nzuri au una familia nzuri, lakini mbele ya Mungu, familia mbaya, familia ambayo inafunga, familia ambayo haina mtetezi, maombi, utafuta, ubishi na rahisisha kupatia kibali. Inafanya cheti yako hata ya shule kwa kibali. Inafanya kwamba hata huduma yako inakubalika. Inafanya hata kila kitu ambacho umekifanya kinafanikiwa. Yani hapa hakuna influence ya mtu. Influence hapa ni neema. Neema ndio inakwenda chini. Neema ndio inakwenda chini kati wa muombe. Kitafuta na ukibishi, mambo yatajipanga sasa. Amin. Imefika sawa. Barikiwa sana. Ni mpendo wako Medar Mukata, mtumishi wa Mungu. YouTube unaweza fungua linki, kitizama ndani Medar Mukata. Namba iko hapo kwa mavideo zetu zote, hata Facebook Medar Loram Baraka, TikTok Medar Mukata. Najua kitizama video zetu, kizishare na wengine, itakuwa baraka sana, sababu itasaidia wengi. Bye.